wala kuchukiana na watu kusiwapelekeeni nyinyi kutofanya uadilifu. Kuweni waadilifu. Kweli mna chuki na Waislamu, hebu kuweni basi na uadilifu. Mbona uadilifu unawashinda? Hebu pimeni mambo wakati ule na sasa, wakati alipokuwa Mkatoliki na wakati sasa yuko Muislamu. Pimeni, wekeni uwiano hayo mambo, alafu muone haya, msiropoke tu. Sasa nimependa niyatangulize maneno haya, lakini maneno yangu mafupi ni haya ambao ndio ujumbe wa hotuba hii. Sisi tulikataza watu wasitoke barabarani wakafanya maandamano, wala wasishiriki katika jambo hilo, kwa sababu jambo hili lina hatari, linavunja amani, haki haidaiwi hivyo, kutatokea mauaji, kutatokea uharibiwa mali za watu, kutaingia hofu. Sio kwamba alikuwa tunajua ghaibu, mambo yasiyoonekana, mambo ya mbali, tunajua mambo ya kesho na kesho kutwa. Sisi hatujui ghaibu, bali ile miongozo tunayosoma ndiyo inatuelekeza kwamba pakitokea hivi kutakuwa na hili. Na kweli yale sisi tulikuwa tukiwatahadharisha watu wasifanye, kwa sababu madhara yake ni 1, 2, 3. Watu waliyafanya, wakatuona sisi tunatumika vibaya, sisi ni vibaraka, kwa hiyo acha tuingie barabarani tudai haki yetu, na wengine tunataka nchi yetu. Swali, nchi mliipata? Hawakuipata nchi. Kilichotokea ni nini? Ni mauaji, na asilimia kubwa ya watu waliokufa hawakuwa na hatia, ni watu wamejazwa upepo, na wengine hata hawakushiriki. Lakini linapotokea balaa kama hilo halichagui. Lakini hizi kauli za watu waandamane, wafanye fujo, wachome mali za watu zimetoka wapi? Ukirejea kwenye mitandao, kuna askofu mmoja, askofu huyo anawachochea watu kwenye mitandao, anawaambia wale wanaokaa karibu na vituo vya polisi na nyumba za polisi, choma nyumba zao. Vituo vya mafuta hivi akavitaja jina vya Lake Oil, choma moto. Akataja mambo mengine mbele kwamba hivyo choma. Swali langu kwanza, na maswali kadhaa hapa. Hili swali la kwanza, na wauliza hawa watetezi wa haki za binadamu, wana habari na watu mbalimbali, je, huu sio ugaidi? Huu wa kulipua vituo vya mafuta na kuchoma nyumba za askari na vituo vya, huu sio ugaidi? Twendeni kwa haki. Swali la pili, kauli kama hizi zingetoka msikitini, kwamba huko mahali fulani kuna shekhe amepanda kwenye mimbar anawahamasisha Waislamu watoke wakachome vituo vya mafuta au vituo vya polisi na nyumba zao, na wakaonekana kule vijana wamevaa kanzu na barakashia wanatekeleza hilo, je, hili lisingeitwa ni ugaidi? Au ugaidi mpaka awe Muislamu, lakini akiwa Mkristo si gaidi? Sasa huyu anatoa maelekezo haya na yakafanyika. Inasemekana, sijakuwa na uhakika, lakini inasemekana vituo takriban 38 vya Lake Oil Muislamu vilichoma moto. Kwa nini Lake Oil? Kwa nini zisiwe shule za kanisa? Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.